Naitwa Karen Rehema. Nilikuwa na ujauzito wa miezi 5 na wiki 2. Na ilitokea tu ghafla. Nilikuwa tu nyumbani. Ilipofika saa 1 ndo nikaanza kusikia uchungu. Sikujua kama ni uchungu kwa sababu nakuwaga naumwa tu kidogo lakini nakuwa inakaa sawa. Sasa nishangaa ikachanganya, ndo nikamuita mume wangu. Kwa sababu hii ndo hospitali nilikuwa natibiwa. Kwa hiyo nikaambiwa tuje huku moja kwa moja tusipitie sehemu nyingine. Ilifika kama saa 3 hivi ndo nikajifungua. Wameshindwa kushika kwa sababu wametoka hai kweli. Mmoja ndo alitoka ameshakufa. Hao 4 walikuwa wazima. Walikuwa wanahema vizuri. Lakini madaktari walishasema tu hawataweza kuishi. Nilivyolala hospitali, kesho yake asubuhi nikakuta mmoja ndo amefariki. Ilipofika saa 9, 2 pia wakafariki. Nikabakiwa na mmoja. Mmoja ndo leo asubuhi nimeenda nikakuta naye pia amefariki. Hapana. Nilikuja wiki iliyopita Jumatatu. Waliona kabisa bado niko vizuri. Wakaniambia tena wakanipa kabisa wiki 2 kwa sababu mimi nahudhuria kila wiki hospitali na kuja kuonana na daktari specialist wa kina mama kabisa. Wanasema hamna sababu, imetokea tu ghafla. Nimejifungua kwa njia ya kawaida. Wote 2 wa kiume, 3 wa kike. Baba, umepokeaje msiba huu mzito? Kiukweli nimepokea kwa masikitiko. Ukiwa kama mtu ambaye ulitarajia, ukiwa na matarajio mengi, nilipokea kwa masikitiko mazito, maana unajua ukishajua ni baba mtarajiwa lazima kuna maandalizi wewe unafanya. Nilikuwa nimejipanga, lakini mipango ya Mungu pia haina makosa. So nimepokea kwa masikitiko makubwa, lakini yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Watoto walizaliwa siku ya Jumamosi wakiwa 5. Changamoto inakuja kwanza, mama mimba ilikuwa haijafika, ilikuwa ina wiki 26. Chanzo kwa sababu watoto walikuwa 5 mwilini, na mama tumbo linapokuwa linatanuka inafika wakati linakuwa tena halina nafasi ya ziada. Kinachofuata sasa ni uchungu unaanza. Ndipo wale watoto walizaliwa kwa sababu wale watoto ni wengi, watoto 5.